Dada yule alikuwa hajawasha simu yake muda wote. Endelea. Habari za muda huu, ndugu waandishi wa habari. Na furaha leo kwa marehemu hapa na hamu ya kusema hiki na nini leo. Kwa kurekebisha kauli ya awali kutoka kwa kiongozi wa Big Time, mratibu wa Swala, kwamba hakujawahi kutokea bondia wa kaliba yake. Walikuwa wengi walikuwa magazeti kwa sababu Majuto walikuwa wanaitangaza gazeti la Mwananchi, ndio walikuwa wanawataja kishikani ndio wakapata majina, lakini uhalisia hawakuwa kwa viwango hivi. Nianze na kumshukuru Mwenyezi Mungu na nafasi leo kwa hapa. Kwa kawaida Big Time kufanya mapambano kila tarehe 26 ya Desemba, na nashukuru Mwenyezi Mungu katika mwaka huu nimekumbukwa na mimi kupata nafasi ya kushiriki na wao. Nimshukuru promota Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi ya kushiriki hili jambo na yeye, kama ambavyo tumekuwa tukishiriki kwenye mambo mengine. Kwa hivyo hii sio press ya kutangaza fight rasmi ya kwamba nitapigana na nani na itakuwaje, lakini taarifa kwa umma ambayo pia ndani yake tunaita sponsor waongeze nguvu, kwa sababu utaona leo ni mwezi wa 8 pambano mwezi wa 12, lakini kulingana na ukubwa hili jambo na gharama zake linahitaji maandalizi ya muda mrefu. Kwa hiyo tuko hapa kukaribisha sponsor kwa utakaoweza kutangaza kibiashara kupitia pambano hilo lenye hadhi ya nyota 8 tarehe 26 hiyo ya mwezi wa 12. Kwa hivyo naamini kwa kiu kubwa ya mashabiki zangu na shauku walikuwa nayo watalipokea hili na wataenda nalo na tutafikia dhamira ambayo imefanya leo kuwa nao. Baada ya maelezo hayo mafupi, naona leo champion amekuwa na maneno machache. Nadhani kuna mengi aliyotuwekea agenda. Naomba nikaribishe maswali kutoka kwenu na tuko tayari kuyajibu. Karibuni. Jina naitwa Hamadi Kombo, mwandishi wa kitabu Box na Tempo. Hasa ningependa kujua mpinzani hajatajwa. Je, tutarajie kuona kati ya wale ambao wanaongea sana Kiswahili akiwemo Mfaume, Mtwaa, wapenda wapinzani wako, au ikitokea wakiwa wapinzani wako umejiandaje vile? Sheria za WBO, mkanda ambao unaushikilia, kwanza kabisa hauja qualify kuchezea kama rekodi yako umepoteza mapambano zaidi ya 5 kuendelea. Kwa hiyo hata ikitokea kama kuna mtu atakuwa na uwezo wa kuweka hela ya kiasi chochote mimi kucheza na mmoja wapo kati ya hao, bado hawakizi ili uwezo wa kupigana huo mkanda. Kwa nesi ndio ni pambano kwa kufurahisha watu, dabi ambayo niko tayari nayo kama hela ipo. Shida tunachoshindwana mimi na wao sio kwa siko tayari kupigana, ni kwamba maslahi inakadiriwa. Yaani mkuzaji anakwambia ili mimi nilipe nikulipe wewe milioni 30, ambapo mimi milioni 30 nilipi. Niko mwanaelewa sasa. Mfano mdogo. Sikuwa nataka hivyo, lakini ngoja nikupe hivi. Hizi ni vitu ambavyo kila bondia duniani anapaswa kuwa navyo kwa kujilinda yeye binafsi mazoezini asidhurike. Hizi gini unazoziona hapa zina logo ya Champezi, jina langu. Sio kama nimenunua dukani, nimetoa karibia paundi 2600 mpaka kufika Bongo. So 2400 ni kutengeneza na hiyo 200 ni kwa kama usafirishaji. Sijui kama unaelewa. Kwa nini? Hii ndio standard yangu ndio. Sasa unapomwambia mtu milioni 30 hainitoshi, maana yake utapiga mahesabu kwa 2600 ni shilingi ngapi, ambayo nilikuwa na uwezo mimi wa kununua gari mtaani muonekane mfulana na crown 2 5, sijui unaelewa, lakini nimewekeza kwenye kazi. So nikisema hela haitoshi, na maanisha kwa haitoshi kulingana na level niliyokuwa. Sijui kama unaelewa. Promota yoyote duniani akupe pambano la hela nyingi, kabla ya kukutumia mkataba
anaangalia mapambano yako matatu manne nyuma umechezaje na ulingoni umeingiaje. Kwa sababu sometimes unapata ulingoni na gloves mpya ambayo thamani yake ni paundi 2500 au 3000, ina cost milioni 9 mpaka milioni 10 ya Tanzania, ambayo promoter hawezi kulipa mimi mkataba wa $7,000 kwa sababu wanajua nyewe ambayo haishinda. Lakini gharama nilizotumia hizi gloves katika mabondia waliowataja mapafu ya mbwa na yule bibi harusi wa Morogoro ni hela ambayo akipewa mkataba na promoter anafanywa dua mwezi mzima ili mkataba usije ukafa, kwa sababu mapambano unaweza likaokoa maisha yake. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya mimi na hapo. Lakini pia nilishangaa sana kwa mama mtu ni mganga alafu mwanae kapigwa siku ya pambano na alikuwa hapo, jambo ambalo limeniumiza kichwa sana watu wote ambao tuangalia ile pambano. Kwa hiyo siko tayari kumhofia mtu yoyote, kwa sababu kocha ananijua hapa, niko naye na mtu alikuwa akinipa moyo na timu yangu wote. Silimu pale, kocha Moma, kocha Kanda, tukikaa tunapiga story na wanaelewa uwezo wangu kwenye boxing ukoje. Kwa hiyo sihofi kupigana na mtu yoyote, lakini uwe na uwanja mpana wa maslahi, yaani usinikadirie unavyotaka wewe ndio nafikiri umetosheka au ile